Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaposema habari za mfinyanzi ni nani? Yaani tunapokuwa tu katika mazingira ya kawaida, mfinyanzi ni mtu ambaye anatengeneza vyombo kwa udongo. Bwana Yesu asifiwe. Mfinyanzi ni mtu anayetengeneza vyombo kwa udongo. Lakini pia sisi ni vyombo vya Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Mungu ametuumba kwa ajili ya kuifanya kazi yake. Mungu anapotuokoa anatamani tuifanye kazi yake duniani. Mungu hatashuka mahali hapa kufanya kazi yake. Kwa hiyo sisi ndio tu vyombo vyake. Bwana Yesu asifiwe. Sisi tunafanya kazi badala ya Mungu. Sisi tunafanya kazi ya kujenga ufalme wa Mungu kwa niaba ya Mungu. Kwa hiyo ili tuujenge ufalme wa Mungu duniani, ili tuifanye kazi ambayo angefanya Bwana. Bwana anatamani tuifanye kazi, lakini kama tutakuwa wachafu, Bwana hawezi kututumia. Bwana Yesu asifiwe. Kumbe jukumu letu kubwa ni kuwa watakatifu. Bwana Yesu. Timotheo wa pili sura ya 2:20-21. Mungu anatamani tujazwe huo ujazo. Unapokuwa umejazwa Roho Mtakatifu kwa wingi, utendaji wa Mungu kazi yako unakuwa mkubwa zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo mtu kama ana Roho Mtakatifu vizuri ndani yake, utendaji wa Mungu au kusudi la Mungu aliloliweka litatendeka vizuri zaidi kuliko mtu ambaye hana Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Unapoishi tu maisha ya dhambi, nguvu ya Mungu inatoka ndani yako. Roho Mtakatifu hawezi akakaa mahali ambapo ni pachafu. Kwa hiyo kama Roho Mtakatifu ataondoka ndani yako, utakuwa kama binadamu wa kawaida tu. Hautakuwa kama mwana wa Mungu, kwa sababu mwana wa Mungu ametoka ndani yako, unakuwa wa kawaida. Kama vile Samsoni alipotoa tu siri, aliponyolewa tu vile lishungi 7, akajiona kama binadamu wengine. Na alipomwambia Wafilisti wanakuja, hakuwa na nguvu tena. Wakamchukua, wakamtoboa macho. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ni muhimu kuangalia kwamba ni wapi tulipoangukia. Nimesema mfinyanzi yupo. Yesu yeye ndiye mfinyanzi. Unaposoma ile Yeremia sura ya 18, anasema kwamba yule mfinyanzi alipokuwa na kifinyanga chombo, kilipokuwa kimeharibika mikononi mwake. Bwana Yesu asifiwe sana. Sisi tu vyombo tuko mikononi mwa Mungu. Na Mungu ndiye aliyetuumba.